Mimi roho inaniuma, nafsi inaniuma. Mimi sunulisheti mama. Haya mwanangu, nimekuelewa. Umwambie kabisa huu mtungo aloupanda. Huu mtungo wa vibwengo. Wewe mwache. Wewe mzee vipi? Mtoto mzuri sana. Nuru, unajua unakonga moyo, yaani nikikuona moyo wangu unalipuka sana. Kila ninapokuona nalipuka, nashindwa kuhimili hisia za mwili wangu. Kumbuka mimi ni mke wa mtu. Kumbuka nampenda sana mume wangu. Baba nakuheshimu. Naomba nisikilize. Tena leo kamwambie mama, pia nimwambie na mume wangu. Naomba nipe nafasi. Kwa sababu mapenzi ni hisia na yatoka kwenye mwili. Itabidi nifanye hivyo baba. Baba nakuheshimu. Sikia. Nimekwambia haya mambo tuyafanye kuwa siri. Mimi niko tayari kukupa chochote unachotaka. Mimi na pesa nyingi. Alafu isitoshe kwenye nyumba utakaa bure kama ni mwaka mzima. Kodi ukipona mume wako nihifadhi. Sihitaji kitu chochote kutoka kwako. Mimi ni mwaminifu kwa mume wangu na mimi ni mke wa mtu. Naomba ishia hapo babangu. Alafu Nuru, pamoja kwamba nakupenda, lakini nimekuvumilia niwe na mume wako kwa muda mrefu sana. Si unajua kwamba mume wako na muda miezi 8. Hajalipa kodi, lakini navumilia. Nilikuwa naamini kuna siku utanipa. Sasa endapo utaninyima, nitaondoka. Kwa hiyo baba, hayo yote kwa sababu mume wangu unamdai? Ulikuwa juu. Utajua. Mtaama bandani. Inabidi tu nimwambie mama kwa sababu hii sio vizuri kabisa. Na mume wangu akija inabidi nimweleze. Nikikaa kimya inaweza kaniletea shida. Yaani nyumba zingine bwana, bora hata utafute nyumba mtu ukae kwa amani. Baba mtu mzima unamheshimu lakini anashindwa hata kukuheshimu. Ndugu wangu, nimekuita hapa. Nina tatizo. Shida gani tena dada? Baba mwenye nyumba ananitongoza. Baba huyu baba mwenye nyumba. Ucheke kwanza. Usicheke antia, niko serious ninachokuambia mdogo wangu. Na mwisho leo kanifuata pale kwenye maua. Ananiambia tembea na mimi, Laiza utahama humu ndani. Sababu mume wangu anadaiwa kodi ya miezi 8. Nimekuita hapa mdogo wangu nishauri cha kukifanya sikijui. Kiangalia mume wangu anadaiwa. Sasa shoga, haya mambo sasa mchosikia atakuwa makubwa. Cha kukushauri shoga yangu, kaa na mumeo chini mueleze, kwa sababu mtu wenu kaa unavyojua. Inawezekana wewe ukawa umesimama naye kwa mfano hapo kwenye maua ndosema. Mtu akapita na kama unavyojua huyu mtaa wenu akakuona atajua kwa unatembea naye. Kweli. Akimfikishia mumeo taarifa, wewe ukienda kumwambia na kutongoza sio na nini anakutaka atakuelewa. Hawezi kunielewa. Nashukuru mdogo wangu kwa kunishauri. Maana ushauri wako pia nimeupenda. Maana hii kweli nikikaa kimya itaniletea shida. Ni bora leo nimfuate mume wangu nimwambie. Haya sawa. Nashukuru sana mdogo wangu kwa kunishauri. Ndio hivyo. Sasa shoga, ngoja mimi niondoke nikampikie huyo bwana. Nikelele. Basi nikaja kupata kadi nyekundu ya koko inakuendea. Karibu. Maana kitu chochote kimevurugika mdogo wangu. Shikamoo. Usiniamkie vijawa. Si unajua ninavyokupenda vijawa. Tutumie nafasi hii basi. Nafasi gani ambayo unataka? Ingia basi kidogo toilet. Sitaki. Mimi jina langu jingine maarufu wananifahamu Mzee Mpiliti. Kwa hiyo kidogo tu. Uwe Mpiliti uwe Mpilimo, mimi hata hainihusu. Sitaki. Tatizo lako vijawa wanapishana na gunia la pesa. Yaani na pesa nyingi. Ninaweza kufanya kitu chochote kikubwa. Ninaweza kufanya ukabadilika. Sio umbo lako hilo wanakufuja. Nisikilize basi. Mimi nitakupa pesa. Kubali basi kidogo. Nitapiga kelele. Nipige kelele tu aje. Twende ndani. Ma!
Na vija. Nitakupa hela. Njoo fungua nitakupa hela. Fungua niingie. Fungua. Oya, fungua. Sasa unajua ndugu yangu, nisingekupigia simu. Hebu ngoja kidogo bwana. Ngoja nitakupigia bwana. Mke wangu. Wewe mke wangu wewe. Vipi mbona hivyo? Haya yote ndio umeyataka. Sasa mimi ninataka nini mke wangu? Alafu unalia nini, umepigwa? Mke wangu, mimi sinaongea na wewe. Nini kitachokusumbua? Unajua nashindwa hata kukuelewa ni kwa kweli. Hebu niambie, hebu nieleze. Allah. Maana nimechoka, narudi huku tena nyumbani matatizo, mke wangu. Haya yote ndio umeyataka. Sababu nilikwambia tangu mwanzo ulishindwa kunielewa. Yale au kuna mengine? Nilishakwambia tangu mwanzo kuhusu baba mwenye nyumba, lakini hukutaka kunielewa. Hujataka kunisikiliza. Sasa kukuelewa kipi mke wangu? Nisichokuelewa kipi? Wewe umenieleza, mimi nikakuelewa, nikajua yale mambo, nikachukulia tu rahisi, amekwisha. Kwa hiyo anaendelea. Baba nyumba leo ameniingilia mpaka chooni na amefikia tu kugusa maungo yangu. Chooni tena? Leo hii mpaka chooni? Sio kweli bwana. Kwa hiyo sasa mke wangu vipi, amewahi? Kwa hiyo kumbe ulikuwa siku zote nakwambia unakataa. Ulikuwa usubiria awahi ili urudi usikie amenibaka. Sasa nakuuliza tu mke wangu, na wewe bwana. Wewe una mapenzi na mimi, ndio maana hukunisikiliza tangu mwanzo. Mke wangu, sina mapenzi na wewe. Mimi wewe nakupenda mke wangu mboni. Wewe ndo malaika wangu mama. Wewe ndo sakafu wa moyo wangu, barafu wa moyo wangu. Bila wewe mimi si mali kitu mke wangu. Inakuwaje tatufikie huko? Tusifikie huko mke wangu bwana. Sasa nisikilize mke wangu nikwambie. Hebu achana nayo mambo kwanza. Hebu tuingie ndani, tutaenda kuzungumzia ndani. Maana haya mambo naona ni aibu haya. Hebu tuinuke kidogo mke wangu, tuingie ndani. Sawa mama watoto. Huyu bwana huyu anatuchanganya. Hebu ngoja. Kwanza nianze kukuomba samahani kwa usumbufu. Usijali mwanangu, nakusikiliza. Sijui nianzie wapi mama yangu. Haina shida mwanangu. Kuwa free. Mimi ni mama yako na nakusikiliza. Mimi malalamiko yangu kuhusu baba. Amekufanyaje tena? Kakugombeza? Hapana, niligombeza. Mama, mimi nakuona wewe kama mama yangu mzazi na baba pia namheshimu kama baba yangu mzazi. Kuna takriban siku kadhaa baba ananisumbua. Na katika kunisumbua kwake hana jambo lingine zaidi ya kunihitaji kimapenzi. Na nijaribu kuzungumza naye. Mimi ni sawa na binti yake. Kingine, mimi ni mke wa mtu. Lakini ameshindwa kunielewa na imefikia hatua ameniambia kuwa eti nimzalie mtoto. Mzee Matumbo huyu? Yeye mama. Huyu mzee akakutwa na nini? Ina maana tabia hii ndio ameianza au labda alikuwa nao mimi ndio nilikuwa sijui. Ameanza muda kidogo. Wewe ni kama mtoto wake jamani. Huyu mzee ana matatizo gani mimi jamani? Mungu. Kwa ombi langu mama, naomba tu uzungumze naye. Mwanangu, nimekuelewa. Nimekuelewa mama, nimekuelewa vizuri sana. Maana ingekuwa ni binti mwingine angekuja tu kufanya alivyomwambia na ningekuja kusikia kwa watu. Kwanza nikupe pole. Na hongera kwa ujasiri mama. Asante mama. Mungu azidi kukubariki mwanangu. Amen.
Hii ni laana, tena laana sio ndogo. Usijali mama, kaendelee na kazi zako. Mama, nashukuru. Mbona vikao mapema namna hivi? Vikao vya nini? Umenipigia simu umeniambia unaniita? Ndio nimekuita. Yeah. Nakusikiliza. Hivi mume wangu, haya mashtaka kila siku mwisho wake ni nini? Kesi gani? Jaribu kufungua kidogo. Kesi gani? Funguka, mashtaka gani? Kwa nini unamtongoza Vijao? Mimi namtongoza Vijao? Hujui au unauliza majibu? Alafu mbaya zaidi unamwambia kuzalia mtoto. Mke wa mtu unamwambia kuzalia wewe mtoto. Unajua tatizo unalijua. Mimi na shida sana ya mtoto. Nahitaji kubembeleza kuwa na mtoto wangu. Kila nikitembea marafiki zangu wote wana watoto. Shida iko kwako mwanamke, utaki kusikia. Hivi mume wangu kweli, niza nikakwambia kwamba akili zako ziko sawa, sio kama nakutukana. Unajua mtu anayetafuta hajutii mpaka apate. Yaani ukishakubali ukanizalia mtoto ndio utajua kwamba mimi nina akili au sina akili. Mume wangu, mke wa mtu unamwambia kuzalia mtoto, alafu mume wake anamwambia nini? Mfano mimi ukuta kuna mwanaume mwingine ananiambia kwamba nimzalie mtoto au nimemzalia mtoto. Ukija kusikia unajisikiaje? Najaribu kuhangaika kuna kule natafuta mtoto. Mimi ndio nimkuta mke wa mtu, nimkuta nani ili mradi nipate mtoto. Wewe unataka kunizalia? Hivi mume wangu na nini? Una mdudu gani sasa hivi anayekutembea? Sio mdudu, mtoto. Hutaki kunizalia, sijui unameza madawa, sielewi. Sijui unatumia vitu gani? Yaani tunakaa miaka 7 namna hii mimi na wewe tunatazamana tu namna hii. Hivi ni wangapi wameshakaa mpaka miaka 20 hawana watoto na wanavumilia? Kwaona wewe utakuwa ni mtu wa kwanza wa miaka 7, tunaona miaka mingi. Mpaka unatongoza watu za watu na kuzalia mtoto. Kwani mume wangu? Unajua wewe ni mwanamke alafu wewe usipata aibu. Mimi ndo napata aibu, naonekana sio rijali. Kila nikitembea watu na watoto wanaonekana mimi sio rijali. Na inawezekana ndivyo ilivyo. Sikiliza basi, maamuzi ambayo nimeyafanya mimi. Lazima nitembee na kila mtu nayemuona anaweza kunizalia mtoto. Mwisho wa siku nitapata mtoto. Yatakayo kuja kukupata, usije ukanishirikisha nakwambia. Ushaanza. Maana ushaanza kuingia kwenye wake za watu, alafu unajidai kwamba unaongea tu vitu vyako ambavyo havieleweki. Nadhani unielewi. Kuna siku utanielewa. Sasa unaenda wapi? Kwa mimi naongea unanidharau, si ndio maana yake? Yaani vijana ume mingine hii jamani hii. Yaani mtu unaolewa tu ili uondoe mkosi. Karibu mmangu. Asante. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za kazi? Salama. Vipi hali? Safi. Za utokako? Safi. Leta habari. Naona umenipigia simu haraka rudi. Kuna nini? Ni kweli. Maana kuna jambo ambalo zinanikosesha raha. Tatizo gani tena? Kuhusu baba mwenye nyumba. Amefanya nini baba mwenye nyumba? Huyu baba mwenye nyumba ananitongoza mume wangu. Nimekaa kimya, nimeamua leo kukuambia. Nimeona inaweza kaniletea shida baadaye. Hii mara ya pili ananifuata, ananilazimisha, ananitongoza. Sasa mimi yule baba namheshimu kama babangu mzazi, nashindwa hata yani nimjibu vipi. Sawa mke wangu, nimekuelewa. Ndio. Lakini kila nikikaa nikifikiria kwa baba mwenye nyumba kufanya jambo kama hili, ila nitalifuatilia na nitazidi kulifuatilia. Ili swala niachie mwenyewe. Na kuomba ukae na mwanaume mwenzako uongee naye. Unajua mke wako jinsi nilivyo. Siwezi kufanya vitu kama hivyo. Sana. Naomba ukae na mwanaume mwenzako uongee naye. Haina shaka, nipe maji ya kunywa. Maji yanakuwa machungu hata kunywa. Swala gumu mno.